sometimes alikuwa akisikia vitu vinamkwamisha, vinamvunja moyo, pengine labda kupitia wewe atakuwa amepona kidogo. Lakini yote kwa yote, mwisho kabisa ningependa tu nikuulize cha mwisho kwamba nini kifanyike katika kusolve haya yote ambayo yanaendelea katika walimu nyie ama hali ya uimbaji, masuala ya kuiba biti mnakuta ni biti moja. Nini kifanyike ili mambo yaweze kwenda kuwa sawa wakati tunakwenda kumalizia kwa mara ya mwisho kabisa? Karibu. Mimi nadhani ili jambo kwaya husika, haya mambo ndio takili ilichukulia kwa manani, kwa sababu tuangalie hata namna walimu wetu jinsi tunavyowaleta kwenye vikundi vyetu. Sawa, lazima tujue mwalimu huyu ni mwalimu wa aina gani, umeshanielewa, na jinsi namna uwezo wake ukoje. Umeona, kwa sababu kuna kwaya zingine unaita mwalimu, lakini unakuta mwalimu yule yani kuna vitu hana. Umeona, pengine labda amechukua biti kutoka Maravana kuja unafundisha pale. Kisha siku mnaenda sehemu mnakutana na kwaya, mnapiga muziki unafanana au mnaimba ile nyimbo inakuwa inafanana. Kwa kwaya husika na viongozi wa kwaya husika tujaribu kuyachunguza haya mambo na kuyaangalia na kuangalia, je, huyu mwalimu tuliyemleta kwa ajili ya kufanya hii huduma. Amen. Ndugu mtangazaji, na kitu kingine cha msingi sana hapo kwa kumalizia, nilikuwa naomba tu kwaya hususan uongozi, maana wanaoshughulika ni kuleta walimu kuja kufundisha vikundi, inakuwa ni viongozi ndio anabeba ile dhamana. Mimi nilikuwa naomba kabla ya mwalimu kuanza kufundisha wampe zoezi, wamkabidhi mwalimu kinanda, ichapa, tengeneza muziki live tukiwa tunaona, tengeneza wimbo, tengeneza muziki. Na ikibidi niongezee hapo point moja ya maana. Sawa? Yes. Mpe mstari mwalimu. Mpeni mstari atunge, mpeni kinanda atengeneze muziki. Na tuepuke sana walimu, unajua kuna walimu wengi anakuja na flash, muziki anayo mingi. Anachomeka pale, unaweza kukuta ule muziki ametumia mara fulani, lakini anakuja kufundisha. Kwa hiyo tuangalie sana hiyo kitu hiyo. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tunaweza tukaepuka, ama walimu wanaweza wakaepuka zile mambo za kukutana sehemu hivyo wanakwaya wakaanza kushambuliana, ama walimu wakaanza kushambuliana wao kwa wao. Njia kuu sema mwalimu atengeneze biti mwenyewe. Mwalimu hata kama anakwenda studio basi atengeneze wimbo, aende na baadhi ya viongozi studio kutengeneza biti, kurudisha hapa kwa ajili ya kupata uhakika na kujiridhisha. Amen. Sivyo? Amen. Mimi kwa naomba haya mambo tu na walimu wenzangu wote, napenda yani tuzungumze tu ule ukweli. Ndio. Umeona? Naomba hii tasnia yetu tuilinde kama sisi kama walimu. Tuilindeni. Tasnia lakini pia ni kazi ya Mungu. Ni kazi, sawa. Of course yani inatuingizia hadi vipato. Inatuingizia hadi vipato. Kwa hiyo sasa tujitahidi kulinda hii tasnia kwetu. Tuilinde sana. Kwa hiyo tuwe makini sana. Maana unajikuta kweli tunaharibiana majina hapa kweli. Asante sana. Wao walimu wote tunaonekana walimu wote ni sawa. Napoteza uaminifu. Kwa hiyo tuwe waaminifu walimu wote. Unapoitwa kufundisha kikundi, kuwa mwaminifu, fika mahali pale, tengeneza wimbo. Na usitengeneze wimbo wa mara fulani wala kutumia biti ya mara fulani. Tengeneza wimbo wa kwako, biti ya kwako, mambo yatakuwa vizuri. Sawa bwana, nikutakia wakati mwema. Ubarikiwe sana na Mungu akubariki sana. Karibu sana. Asante. Nikukaribisha wewe. Karibu sana. Barikiwa na Bwana. Mtazamaji wa Live Oak TV, moja kwa moja ndivyo jinsi ambavyo umesikiliza mahojiano yetu, lakini pia umetutazama pia. Tupende kukushukuru kwa muda wako wa dhati ambao umetoa kwa ajili ya kutusikiliza, lakini pia kututazama. Mungu wa mbinguni akubariki kabisa. Na ndio mwisho wa kipindi cha kwetu. Mtazamaji wa Live Oak TV, bwana, ndio tunamaliza kipindi chetu, kama bila kusahau kwa jinsi ambavyo tulikuwepo pana mwalimu wa kwaya Mr. Denisi ametueleza mengi mazuri. Najua yatakuwa ni faida kwako, lakini pia faida kwangu pia, hasa kwa upande wa wanakwaya, lakini pia walimu wa kwaya. Mmemsikiliza mwalimu wenzenu mahali hapa jinsi ambavyo alikuwa anasema yale ya kwake ya moyoni. Msingi tu nipende kukuomba, lakini vile vile pia na kukusisitiza usiache kututazama kupitia TV yetu hii. Jina la kwangu ni Martha Peter Lazaro, lakini bila kusahau kabisa nyuma ya kamera nilikuwa naye Willy Julius pamoja na Laurenti Atanasi. Cha msingi tu endelea kubaki na sisi, tukutakia wakati mwema.